Kaka James, katika kambi hili umejisikiaje kuwa miongoni mwa watu ambao wamehudhuria? Bila shaka namshukuru Mungu sana kuhudhuria kwenye hili kambi. Kwa kweli imekuwa ni bahati ya kipekee, mahali ambapo vijana zaidi ya 2000 tumekutanika hapa kujifunza. Kwa hivyo ni namna ya kipekee sana, nimefurahi. Tumejifunza mambo mengi, kama unavyoona watu wamependeza, watu wanafurahi, wamejifunza vitu vingi. Kwa kweli mambo yamekuwa superb. Amina sana. Nikiangalia maeneo haya kama unavyoweza kuona, naona ni mahema ambayo yamejaa. Kuwepo kwa mahema haya katika eneo hili kama vijana wa kanisa la Adventista wa Sabato, ambapo mmekuja kuweza kufanya makazi katika eneo hili kwa muda wa siku 7, ni uzoefu gani ambao mnaupata katika maisha yetu? Uzoefu tunaopata ni uzoefu mpya kabisa. Tumekuja hapa kwa kazi maalum. Tuko hapa katika maeneo ambayo kimsingi kwa hali ya kawaida inaonekana ni polini, lakini hapa kwa ustadi na ujuzi ambao tunaongozwa na viongozi wetu, tumeweza kutumia mahema haya kama sehemu ya kambi maalum, lakini kwa muda ambayo inatusaidia sisi kujistiri mahali hapa, lakini pia ikitupatia nafasi ya kwamba kazi ya utume yaweza kufanyika mahali kokote kule, ili mradi tu tukiwa tuna mwabudu Mungu na kumwamini ya kwamba ana uwezo wa kutupeleka sehemu yoyote ile. Amina sana. Ni vitu gani ambavyo mlikuwa mkijifunza kuanzia asubuhi hadi masaa ya kulala yanapofika? Kiufupi ni vitu gani ambavyo mlikuwa mkijifunza? Kimsingi tumejifunza namna ambavyo tunaweza tukaunganishwa kama vijana katika Biblia, lakini pia tukaunganishwa katika utume. Unapoona hapa ni makundi mbalimbali ya vijana. Kuna vijana wadogo pathfinder, lakini kuna mabalozi, tuna master guides mafunzoni, pamoja na waliohitimu tayari, lakini pia bila kuwasahau SYL. Lakini nami pia kama miongoni mwa SYL mafunzoni nimejifunza namna ambavyo kama kanisa linawahitaji vijana, hasa mabalozi ambao wanaonekana kana kwamba kanisa limewaacha, lakini pia vijana na hao wanaonekana kama vile wameliacha kanisa. Sasa tumekuja hapa kujifunza namna ya kuwaunganisha na kuwafanya vijana hawa waweze kuwa marafiki kama baba na mwana na kanisa zima. Amina sana. Wapo vijana ambao hawajapata nafasi ya kufika katika kambi hili. Je, una ujumbe gani kwao? Kwanza ninasikitika kwa sababu wamekosa vitu kadha wa kadha, lakini bado kunayo nafasi kwa makambi. Tunayo kambi mwezi wa 12 ambao yenyewe itafanyika pale Chimala, kwa hivyo na wao watapata nafasi. Hivyo niombe tu waanze kujiandaa. Hizi safari zinahitaji maandalizi wakati fulani, lakini pia zinahitaji moyo wa kujitoa. Nina sana. Wewe umekuwa ukijifunza kozi ya SYL. SYL ni nini? Asante sana. SYL huyu ni kiongozi ama kijana mkubwa ambaye yupo kwa ajili ya kuwafundisha vijana chipukizi miaka 16 hadi miaka 22, umri wa mabalozi. Kwa hiyo SYL ni kijana mkubwa ama mwalimu wa kanisa la Waadventista wa Sabato ambaye yeye anadili na kuwafundisha na kuwaelekeza na kuwafanya vijana hawa mabalozi walipende kanisa. Amina sana. Kwa hiyo SYL ni senior youth leaders. Yes, of course. Ni kifupisho cha neno hilo la Kiingereza, lakini kwa Kiswahili ndio tunasema ni kiongozi mwandamizi. Unaweza ukatuambia kwenye kambi hili, ukiachana na mafundisho ya Biblia na mafundisho mbalimbali ambayo umeyapata, ni vitu gani vingine ambavyo umejifunza kwa maisha ya kawaida? Nimeona kuna watoto wengine ni wadogo, miaka 10, wapo katika makambi haya. Wanajifunza nini katika maisha ya dunia wanapotoka kwenye kambi hili? Kwanza makambi haya ama kambi hili linatufundisha namna ambavyo tunaweza kusurvive katika hali zote za kimaisha. Ukipata nafasi kuweza kuangalia chanzo cha maji ambacho tunakitumia, ni tofauti kabisa na vile ambavyo tumezoea. Wakati fulani watu wana mabomba, watu wana visima, lakini huku tunatumia maji asilia, maji ya mto. Lakini utaona namna ambavyo watoto, lakini pia vijana, watu wazima wanavyopambana kuyachukua haya maji na kuyathamini, lakini pia yanafanya maisha ya watu yaweze kuendelea. Amina sana. Mlikuwa mkipata wasaa wa kufanya mazoezi pia? Kabisa. Nikiwa mmoja wapo, kila mara ifikapo saa 11:30 asubuhi tulipata nafasi ya kwenda kufanya mazoezi, kuiweka miili yetu sawa, afya bora kwa mazoezi. Tulifanya hivyo, lakini pia mchana tuliweza kuwa na integration ya matches kati ya kanda na kanda. Kwa hivyo watu waliweza kushindana, lakini lengo
ni kutia ile nguvu ya umoja na kujenga mahusiano mazuri zaidi. Yes. Asante sana. Kuhusu chakula, mlikuwa mkifanikiwa kupata chakula au mmeishi kama watumwa? Kwa kweli ukiangalia kambi zinanukia. Ndio, nasikia na ni tele, lakini pia ajabu ambayo tumeikuta maeneo haya Ipwani, tumekuta matunda kwa wingi. Kuna matikiti kwa kweli. Nimesikia naambiwa tikiti kubwa kuanzia bei gani? 500. Ndugu mtazamaji, ulishawahi kuona tikiti la 500 ambalo unaweza ukala usilimalize? Sio tu unaweza ukala usilimalize, kiukweli wewe peke yako haulimalizi, na ni tamu na kwa sababu lina uasilia wake. Kwa shilingi 500 tu? Yes. Aise, ongea vizuri na watu. Kumbe yapo matikiti huku ambayo unapata kwa bei ndogo tu ya shilingi 500. Maana yake kumbe nikiwa na 2000 unakula na kusaza kabisa. Tunaweza tukasema Ipwani imeitika atakaye na aje. Wakati napita nimeona hizi kamba hizi katika maeneo mengi. Uwepo wa hizi kamba unamaanisha nini? Kwanza hii ni mipaka. Hii ni mipaka ambayo hii inatenganisha kati ya kambi moja, lakini pia barabara, lakini kati ya kambi pamoja na kambi. Kwa hiyo tukiwa kama vijana tunafundishwa pia sheria, kuheshimu sheria na mipaka. Kwa hivyo hii utaona mtu hawezi kuruhusiwa kuruka mahali hapa, itambidi aweze kuingia katika lango kuu ambalo linampitisha kuweza kuingia ndani. Ikate kwanza.